Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu ameniponya. Nilikuwa na tatizo la kutokuingia period kwa muda wa miaka 6. Unaitwa nani? Brightness. Brightness. Na miaka ngapi Brightness? 19. Karibu tukusikie. Asante. Tatizo limeanza nikiwa form 1. Tatizo limeanza nikiwa form 1 baada ya kuingia 2020. Nikaenda hospitali. Wakaniambia nilijangwa kidogo kwa natakuwa nifanywe operation. Wakwambia nilijangwa uzazi kidogo. Unatakiwa ufanywe operation. Mimi nikakataa. Ukakataa. Mama yangu alikuwa analazimisha kweli, ila mimi nikakataa, nikasema itakavyokuwa. Mama alikuwa analazimisha, alikuwa anataka ufanye operation. Wewe ukakataa ukasema itakavyokuwa na liwe. Alilazimisha, ananiambia usipofanywa hivyo baadaye unaweza usiwe na mtoto. Wewe akakwambia wewe usipofanywa hivyo hautakuja kuzaa. Maana madaktari alisema. Na madaktari walisema hivyo. Mimi nikakataa, nikawa naendelea hivyo. Wakanipa dawa. Wakakupa dawa. Za kuingia period. Ili uingie period. Nakuwa naweza kila mwezi mzima naweza kutumia hata dawa 60 au 80. Mwezi mmoja unaweza kutumia dawa 60 au 80. Ili uingie period. Kwa hiyo kuingia period kawaida ulikuwa uwezi mpaka utumie dawa. Ndani ya miaka yote 6. Hivyo nikaendelea. Siku nyingine mama akiniambia tuende hospitali, na mdanganya nimeingia period ila sijaingia. Mbona kama tuko hospitali unaenda period lakini haujaingia? Ili kukwepa usiende. Nikahamishwa shule, nilikuwa nasoma Arusha. Ukahamishwa kutoka Arusha sasa? Nikaenda kwa kangu Geita. Ukaenda Geita. Wakanipeleka hospitali. Nikaambiwa vile vile niliambiwa Arusha. Hospitali huko Geita wakakwambia kama hospitali ya Arusha. Mimi nikamwambia kaka mimi siwezi. Ndio. Nikakataa, nikaendelea hivyo kuuma. Nikawa kila mwezi napata maumivu makali sana. Yaani kila mwezi kwa unapata maumivu? Kila mwezi. Ya tumbo sasa. Nikaendelea hivyo, wakanipa na kule dawa. Nikawa natumia hivyo, zikanisaidia kidogo, baadaye nikawa tena. Ukawa ingi tena. Namshukuru Mungu, siku ambayo nimekuja hapa nilikuwa nimekaa pale. Siku ulikuja hapa ndio ilikuwa siku ya kwanza? Tarehe 29 mwezi wa 7. Tarehe 29 mwezi wa 7 ndio siku yako ya kwanza mwaka huu. Tarehe 29 mwezi wa 7 mwezi uliopita. Uko umekaa pale hivi? Pale ndio kule ndio. Ule muda wa maombi. Ukawa umenifuata kaniambia nishike chini ya kitovu. Muda wa maombi mimi nikakufuata. Nikamwambia shika chini ya kitovu. Muda huo hujaniambia chochote. Hujaniambia na wewe. Nikashika ukaniombea. Nikasikia kitu kama vile kimeyeyuka tumboni. Nilipokushika hiyo ukasikia kitu kama kimeyeyuka tumboni. Alafu mwezi nilikuwa sijauma. Na mwezi wa 7 nilikuwa sijauma. Maana nitaanza mwisho ndo waga nauma. Nikaendelea sikuumwa tena. Kuumwa. Nikawa nione nimepona. Daktari kaniambia nije nikuone. Uje kuniona sasa, kuonana mimi. Nilipokuja nikaonana na wewe, ukaniombea, ukaniambia nitapona, sio na shida. Namshukuru Mungu, Jumapili iliyopita, Jumamosi nilianza kuumwa. Daktari akakupigia simu, ukaniombea, ukaniambia nishike chini ya kitovu. Ukashika ukaniombea. Ukaniombea, ukaniambia nitapona. Nikaendelea kuumwa hivyo. Jumapili asubuhi, usiku nilizidiwa sana, sikulala. Hiyo siku sikulala, asubuhi ilikuwa saa 11 nikamtumia daktari message na tunalala vyumba tofauti. Kaambia naomba mpigie mtumishi aniombee. Sawa kwa maumivu sasa hapo ya tumbo. Siwezi hata kushuka kitandani. Yaani maumivu yakitokea unakuwa huwezi kushuka kitandani. Siwezi. Sasa kaja ananisikiliza kumpigia akupokea. Sasa ikafika ile saa 12 ndio maumivu yamezidi. Nikakupigia. Umepiga picha sasa? Nikakupigia simu kupokea. Ukanipigia. Ndio nilipigia kwa na simu maumivu makali sana, sikuweza kupokea simu. Nikaingia toilet, nikaikuta imeshaingia bila dawa. Yesu. Yesu makofi.
nami nitamtukuza Mungu kwa kweli. Wewe bwana tuweze kutarudisha hiyo. Na maumivu sikupata tena. Wewe kuingia vile ni maumivu kupata tena. Na nasema niambia nikamwelezea akaniambia wakati tuende kanisani. Nikajiandaa tukaja kanisani. Muda unatupaka mafuta ya upako. Ukanipaka na bado tumboni ukaniambia karibia kupokea uponyaji. Ndio sikusikia maumivu hadi leo. Yesu alimponya huyo, afanye na kwako kwa jina la Yesu. Afanye na kwako katika jina la Yesu. Akuponye na wewe kwa jina la Yesu. Ayafanye mambo yako kwa jina la Yesu. Akusaidie na wewe katika jina la Yesu. Kwanza hivi wewe ni mzima. Na pili umeenda bila dawa. Ndani ya miaka 6 hivi unaona kwanza Mungu amekusaidia. Mungu ni mwema. Sasa can you imagine mtu anaishi kwa vidonge 60 mpaka 80 kila mwezi? Ile ingie period. Miaka 6. Hospitali anamwambia mirija midogo. Anamwambia anaweza asizae usijali. Unaona wale wanasimama sasa zile kuhusu kupata watoto. Utazaa na utapata mume mzuri tu. Amen. Unaelewa? Utazaa vizuri kuanzia hiyo siku mpaka leo. Ni Mungu ameshakusaidia na umeshakuwa sawa katika jina la Yesu. Amen. Wangapi wanasema Mungu afanye na kwangu? Wangapi wanasema Mungu alimponya huyu dada miaka 6 amemponya tumbo lake. Wiki iliyopita Mungu amefungua kabisa. Amekuja kanisani mwezi wa 7 tarehe 29. Huyu Mungu afanye na kwako katika jina. Huyu Mungu afanye na kwako katika jina la Yesu. Afanye na kwako katika jina la Yesu. Umefurahia? Au sikii maumivu? Unawapa ushauri gani? Una ushauri vipi kwa vile Mungu amekutendea wewe? Nimejifunza sana. Tumwambie Mungu maana hata nisipokuja hapa nilipokuona. Tulikia na daita pale nilipokuona. Nikaona ndani hata sikuamini nikawa nakutana na kuonea masiara. Sikia kwanza nilipokuja uliona nini ilivyo ukabuna. Unaona niona? Sasa hivi unaonaje? That is anointing. Upako unahitaji ujieleze. Upako wa kwanza ukitatua tatizo lako utajiseti mwenyewe. Ndio kazi ya upako, utaenda kukuseti kwa bosi wako. Leo naenda uchukua huo upako. Leo unaondoka na huo upako. Kama Mungu Baba amemsaidia huyu dada kwa upako wangu. Na wewe leo unapokea huo upako katika jina la Yesu. Mahali ambako upako sawa kwenye maisha yako, panakuwa sawa katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi. Jamani, hii ndio kazi ya upako. Ubarikiwe mwanangu. Mimi sina cha kushukuru. Mungu anajua nilikuwa nayapitia. Alikuwa anaweza. Mungu kubariki. Amen. Amen. Pigie Yesu makofi kwa ajili ya hii madhabahu. Kwa ajili ya huo upako. Kwa ajili ya haya mafuta. Na Mungu ayatumie kukusaidia na wewe kwa jina la Yesu.